yake usawa. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Ndugu na jamaa mliopo hapa, kwanza kabisa tunawaambia poleni kwa kumpoteza ndugu yetu Vincent, na hasa katika nyakati hizi ambao mwili umeingia katika nyumbani kwao. Majonzi mengi kwa wanafamilia, ndugu na marafiki na wote mliofika hapa. Lakini tunawaomba sana kuweza kuvumilia ili tumuombee huyu ndugu yetu Vincent Nyaberi aliyeaga dunia, apate kusamehewa na kuondolewa dhambi zake. Mungu aliyemuumba ampokee mbinguni, aweze kufurahi pamoja na malaika na watakatifu na jamaa zake waliomtangulia. Nasi tutakapoaga dunia tukutane huko mbinguni. Sasa tumuombe Mungu atutie nguvu kupokea msiba huu kwa imani kuu. Bwana wetu Yesu Kristo, ulituonyesha njia iendayo kwa Baba. Baba yetu mbinguni, Bwana utuhurumie. Bwana Yesu Kristo, ulileta uzima duniani kwa kifo chako. Kristo utuhurumie. Bwana Yesu Kristo, uliyetayarisha makao yetu mapya katika nyumba ya Baba. Bwana utuhurumie. Tuombe. Bwana, sikiliza sala zetu. Sisi tunaomba sana huruma yako kwa ajili ya mtumishi wako Vincent Nyaberi. Pia tunawaombea watasame watumishi wako wanaomboleza, wape nguvu ya kuvumilia msiba huu kwa imani. Wajalie wote waliopo hapa, wote walio njiani na wote watakao kuja kumwomboleza na kumuaga. Tunaamini ya kwamba sisi zote tu njiani safarini tutakutana siku moja na ndugu yetu huyu aliyetangulia mahali ambapo hamna majonzi. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika vishawishi, lakini utuokoe maovuni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Tukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Basi ndugu, na tujongee altarini, tumtolee Mungu sadaka takatifu na kumwombea huyu ndugu yetu Vincent Nyaberi apate kupokelewa mbinguni na wana familia wafarijike kwake. Somo katika kitabu cha Ufunuo wa Mtakatifu Yohana. Mimi Yohane niliona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aliyeketi katika kiti hiki. Dunia na mbingu zikakimbia uso wake. Hazikupata tena mahali pa kukaa. Niliwaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya kiti cha enzi. Vitabu vikafunguliwa
na kitabu kingine cha uzima kikafunguliwa. Wafu wakahukumiwa kadiri ya matendo yao, kama yalivyoandikwa katika vitabu hivi. Bahari ikatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na kuzimu ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Kisha mauti na kuzimu vikatupwa katika ziwa la moto. Hii ni mauti ya pili, yaani ziwa la moto. Ikiwa mtu fulani hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika ziwa la moto. Niliona mbingu mpya na nchi mpya, kwani mbingu ya kwanza na ulimwengu wa kwanza vilikuwa vimepita, pia bahari haiko tena. Neno la Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. 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 Bwana, ukumbuke huruma yako na rehema zako, maana ni za tangu milele. Unikumbuke kwa kadiri ya upendo wako. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Unipunguzie mahangaiko ya moyo, uniopoe katika mashaka yangu. Utazame unyonge wangu na taabu yangu, unisamehe dhambi zangu zote. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Unilinde nafsi yangu, uniokoe. Nisiaibike, maana nakukimbilia wewe. Uaminifu na usafi zinikinge, maana nakutumainia wewe, Bwana. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Somo la pili. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi. Ndugu, kama mauti imepata kutawala kwa kosa la mtu mmoja, ndiye huyo mmoja wenye kujazwa neema na kipaji cha uadilifu watazidi kuishi na kutawala kwa kumshiriki mmoja, ndiye Yesu Kristo. Basi, kama kwa kosa la mtu mmoja hukumu iliwapata watu wote, vivyo hivyo kitendo kiadilifu cha mtu mmoja kimewaletea watu wote uadilifu na uzima. Kama kwa uasi wa mtu mmoja wale wengi walifanywa wakosefu, vivyo hivyo kwa utii na wa mtu mmoja hawa wengi wamefanywa waadilifu. Sheria ilijiunga ili kosa lizidi, lakini kosa lilipozidi neema ikazidi zaidi. Maana kama vile dhambi ilivyotawala na kuleta mauti, hivyo ndivyo neema itawale kwa uadilifu na kujalia uzima wa milele kwa njia ya Yesu Kristo Bwana wetu. Neno la Bwana. Maneno yote ya Injili mitume, tangazeni kote duniani. Maneno yote
duniani. Haya sasa, fungueni masikio. Haya sasa, fungueni masikio. Maneno ya Injili yaelezwe. Mimi ni ufufuo na uzima, asema Bwana. Kila anayeishi na kunisadiki hata kufa milele. Yesu aliwaambia mitume, tangazeni kote duniani. Yesu aliwaambia mitume, tangazeni kote duniani. Haya sasa, fungueni masikio. Haya sasa, fungueni masikio. Maneno ya Injili yaelezwe. Mwanguru awe na inwe. Wasoma kwa Evanjili mnayaligetu na Yohana Mtakatifu. Yohana igesieli ige 15 igefungo kemerongevere weka kemerongevere na 5 na kemo. Na sabile talio ase abarabuboka na se waigo balia bande baranyegene asenge njeri ngana liabo bonsi babe abamo una etata ole imeasende na nje imea yao linde ngaba babe abamo imeyaito ensenya ale kwegena ngana ya wantumete no wanene bolia kwangete na baire babe abamo buna tole oyomo inje ime yabo na ime yane abanyene banyale weikerana babe abamo igense manyangana ya wantumete okabancha barabuo buna kwa nyanje tenche tata bukwangete ninganeti babe amona inche elinda sende banyale ko barorom banyale koligererio banene bwana kwangete ekera nigo kwa nyanje delitangani ense tarabe ko boroso tato manyano boronge ense tia komanyete kulene njena komanyete naba bamanyire ngana ye wamtumete naba manyire lietali yao naende nimbali manyie elinde wanchani boli kwa nyanjete nje wawe ime yabo na nje imbe ime yabo botambe etwe igole ne Evanjili yo mongoro ibe bietu ya birwetera sanga Evanjili ya somirwe. Amina. Umusifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Umusifu Yesu Kristo. Go kitani kima togote wapole kero tuwalenge kiriti Nairobi togo chikokora gocha tokanora bali nga Father Absalom osiri mumurumu abo ono naende tuwalenge mere mutoko re diocese na Father Masese oto yori ngarene ngagese umuromo afata tusoro ngagese umuromi into ekiane chikasi libale yani ndo manyete igo kurwali nyanchwa no mongena rwete ende twatebire pole na intwe na wasazote baye muna bamwa bo Vincent aino mwensi asia mate twatebire pole mole masomo nene nyinsai ko twachire gusabamo manyakurwelio iga kwa
chira matanga mange nimeroje nenge abayiri abange basirete nayanda mange igo wotu achirega igali itanga nikigima linde liyo tunyare usabanga wale mwa basenkei. Ni hayo tu nilikuwa nasema kwa lugha. Ndio sasa nibadilishe waongeleze nyote, hasa wale wageni pia ambao umechiunga hapa. Amawea kwamba tuko na wageni wengi wetu ambao umekuja kuomboleza nasi. Katika neno la Mungu linatufariji, linatupa moyo nyakati zote, hasa nyakati kama hizi. Na ni muhimu basi kutegemea lile neno na mafundisho ya kimungu. Mafundisho hayo ndio yanayotuelezea kuelewa ni kwa nini ikafika hivi, kwa nini yakatokea haya, kwa nini tunaomboleza. Katika lile somo la kwanza toka kitabu cha Ufunuo wa Yohane, kwamba Mungu mkuu aliyeumba binadamu akamuumba vizuri bila dosari, lakini yakatokea majaribu katika maisha ya mwanadamu, na mwanadamu akaanguka katika yale majaribu, na hiyo basi akatumbukia katika hali ya laana na laana ya mauti. Mojawapo ya maovu mengine yote yanayomhukumu mwanadamu kama laana hiyo inayotokana na uovu ulioingia katika dhambi hiyo. Na ndio tunaambiwa mauti haya ambaye Vincent amekufa ni mauti ya kwanza. Mauti haya ya kwanza, sisi wa Kristo ambaye tunamwamini Kristo aliyekufa na kufufuka, tunahimizwa kwamba tusife moyo, tuchunge sana, tutembee vizuri, tuunganike na Mungu katika maneno na matendo yetu mema, ndio tusije tukafa mauti makali zaidi na mabaya zaidi ya pili. Nayo ni kutenganishwa milele na Mungu, kuishi nje ya amani na mwanga wa milele. Hiyo ndio mauti ya pili. Kuandikwa katika kile kitabu kimenenwa katika somo hilo la kwanza ni kuhakikisha kwamba kila siku tunafuata zile amri zake Mwenyezi Mungu. Tunasikiliza sauti ya Mungu na tunamtii Mungu huyu katika mambo yote. Ukifanya hivi, majina yetu yatakuwa yameandikwa katika kile kitabu. Kile kitabu kinachonenwa katika kitabu cha nabii Danieli 12. Vitabu vitakavyofunguliwa. Anayoandika malaika Mikaeli mkuu, anayesimamia maisha ya mwanadamu, matendo ya mwanadamu, mienendo ya mwanadamu. Anachunguza kila kitu mwanadamu anapofanya hapa duniani. Hiyo basi ni onyo na ni shauri kutoka kwake Mwenyezi Mungu kupitia kwa andiko hili takatifu, kwamba tuishi kana kwamba tunaelewa tunatoka wapi, tunaenda wapi. Yaani tunalenga, tunaenda kumalizia wapi. Unapoanza kufanya kazi yoyote ile maishani, lazima uwe na mpango. You must have a plan. You must have an aim. You must have a goal. Yaani chochote tunachoshughulika nacho katika maisha haya yatuelekeza wapi. Hiyo ni muhimu, kwa sababu tusije tukajikuta bahali hatukunuia kwenda kuyafanya mambo, hatukupendelea kuyatenda, kwa kuja kusema
sio haya nilikuwa nataka kutenda, ama nimejikuta tu nimeishi jinsi nisivyochagua kufanya ama kuishi mwenyewe. Hivyo basi ndio muhimu katika maandiko haya matakatifu tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu. Ndio sisi binadamu ni wadhaifu, ni wanyonge, kama vile Paulo anasema mimi huwa nataka kufanya mazuri, lakini kila mara najikuta nayatenda maovu. I want to do good, to do right, but all the time I find doing the opposite. Kwa sababu ya ule unyonge na udhaifu, yale majaribu tulio nayo katika maisha haya. Na ndio inaitwa basi mawimbi. Wewe nile otero kuyasana. Nikiona otero kwa mawimbi wako ya. Nyanzarete siku mtakatifu. Yaani unapotukua mtakatifu. Manyato kugesa. Tole sisi abaminto, tole sisi abaminto, obute sisi abaminto. Na mano bali barure ala bairi bakire gaiga. Wakaribishe, tuambie we are together. Najua wengi wamekuwa hapa wakishiriki na wanafamilia kukesha na kuendelea kungojea siku hii mpaka tumalize safari hii, na hata tukisika vile kesho. Na nilikuwa nikiwaambia wale Kristo Sunday, by the way, huku wa Cathedral Sunday, wewe ulikuwa katika kanisa lako, lakini I told them a scenario where tukisika mtu, yani wana tuavuti na tuarusire, tuaregi na tuarusire, kwanza nana korala tu yani ndio korala hali kama nakutika family enge kwaura. Kuna waja wale katika hali mbaya kushinda ile waliokuwa katika walipopokea ile habari mbaya kwamba fulani ameaga dunia. Sasa tuwashikilie jamani, hata siku 2-3 hivi, basi tunaweza sema nao nyalego mindole nejumuia nera njerere mama njera bale nibire bibiri byabo wajadio mungina nga baba nakire ma twese kuna tole iga noroje wana waito hivi tato vitu ba ewono kole mito tunaendelea kumpatia nguvu. Kwa basi tuombe Mungu asidi wakati yetu, naongoza safari hii na usiku huu tuwe na amani. Mtu akane vijana biringa disco matanga bakore da jifurugu hono paka wale da gisegi mtu akore ndo kike mtu akane especially ga rochire gobono orete meroberie mia igondora seri vijana. By the way, mimi ndo tegemete manya tu hii ndio nguvu zetu, mtatusaidia mambo mengi. Niliona vijana wangu bali fulani na ndio tunawafundisha katika ile seminar. Aye kijana keli ojoje seminar to kwa kuchika tuwaambie kwamba amaja kutobora mumoroje tutegemete. Yani awana pamura bakangoki, yani chingobe. I was very touched. Wafurana. Sio wafurana wadogo, abana wanene. Bali bakarimu inali ngamacha polire. Kiako na watu ligetenga maji na bangina na baise. No kumanya binyoro. Nemechimabu. Kumana ko ngamacha polire. Hata wamura abuna abasa sabon. Koko sena bana bamura na batamuwe. Mwana wakagende tinga ngaroka kubwa chibano ukora ndego ni marakare. Yani wakabwata unaga jeti. Nikikora hutale na ija sawa Kristo wana na aligeri ngaki muia eko kolega astowaete. Nikaona kazi nzuri. Na hiyo ndio inatakikana, na hiyo ndio kumwambia mwenzetu basi we are here for you. Tunasafiri safari hii pamoja. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Na nchile Nyasaye Tata. Unakuwa ni unakushtua, unatetemeka hata hujui ufanye nini.
Kwa hivyo tukiwa hivi pamoja, tukiwaombea, tukitulizana kwa maneno yetu ya kusema pole, Mungu atawasaidia ndio tuweze kumsindikiza ndugu yetu, kwa sababu inasemekana kuzaliwa ni bahati, lakini kifo ni lazima. Sasa ikiwa hivi ni lazima, sisi hatuna uwezo. Mwenyezi Mungu ambaye alipanga hivyo, na ikawa leo ni siku ya Vincent. Imefika wakati wake, kesho ni wangu, kesho ni wako. So tumekuja hapa kusema pole. Mungu awatulize, Mungu awasaidie. Na mimi ninafanya kazi Nyabururu. Nyabururu mahali panaitwa St. Francis Spiritual Center Nyabururu. Sister mwenzangu tuko shirika moja, anafanya kazi Sister Marian, wengi wanajua pale kwa hospitali. Kwa hivyo tulijua familia hii kwa muda mrefu. Tulijua mama, tukajua watoto, na kama watu mumejuana, mumesaidiana wakati tukiwa na raha. Leo kwa uchungu tumekuja pia kumwambia kweli tumeishi pamoja, tulipendana. Kwa hivyo kama kuna machungu tushiriki pamoja, na hivyo tunawaombea Mungu. Na mimi napenda zaidi kushukuru mafadha kwamba kutupa hii zawadi ya misa takatifu. Misa takatifu ndio kitulizo kikubwa zaidi, sala kuu. Na hivyo mapadri asanteni, katekista pia ambaye umetupanga, tumekuwa hapa hivi, ni asanteni. Tukishiriki hii ni kwamba yule aliyelala hawezi kushiriki misa saizi, lakini alishiriki misa. Kwa hivyo na hiyo misa ndio kitu cha kumsindikiza kama chakula cha njiani, kwa sababu ukienda safari ukiwa na sweet kwa mfuko, ukisikia kiu kidogo unakula hapo sweet. So lakini hii sio sweet, ni mfano nimetoa. Kwa hivyo nashukuru, na nimeshukuru pia kwamba nimeweza kuwa hapa, ndio iwe ni zawadi yetu tunaweza kumpa Vincent. Asante sana, asante familia, asante waombolezaji, asante sana Father. Sorry, nimesahau kusema jina. Si mnanijua? Sio wote, lakini mmeniona namna mnajua mimi ni sister. Asante. Inaitwa Sister Mary Zita. Nimesema naishi Nyabururu. Sister anaitwa Sister Rael. Mimi kwa sababu mimi ndio mkubwa wake, sasa ananiambia eti niseme yote. So nimeshasema yote. Anaitwa Sister Rael, na mimi naitwa Sister Zita Mary. Asanteni sana. Asante sana sister kwa maneno mazuri ya kufariji. Hao watawa na wale madaktari wa Sister Marian wanakuja hapa Irongo mara kwa mara kutupima, kuletea dawa na kutushauri jinsi ya kuishi. Ni mwema na kila wakati. Basi mama huko tunampa pole, na bibi na watoto tunawaambia pole. Wale wenye mlishughulika, tulisikia kwa mbali vile mlishughulika mkafikisha mwili, tunawashukuru sana. Wale wa nyumbani nilisikia vile mlijitahidi pia, na mimi nikabaki nikiwaombea. Tunashukuru sana, na nimekuja kusema tuko pamoja. Natanga mangana mange tatakeri mawo sabokonge mawo taina sambu ya walitole moja. Asanteni sana. Asante na Napata laini tu peke yake, pole pole tu. Waje taweza weka hata wimbo tuendelee nao. Kwaya. Pole pole tu.
Maros kama hako. Karibu Maros. No mano nyaveri akibari kukana talinje nyibale to mano yo akitomo negaki akimwandige roro na nyaveri akimwekene adiga ile mete